Wapo wasanii ambao hutoa hit moja na kupotea. Wapo wanaong'ara kwa miaka 2 au 3 kisha majina yao yanabaki kwenye kumbukumbu. Lakini kuna kundi dogo sana la wasanii ambao wameweza kuishi katika kila kizazi, kutoka enzi za genge, kapuka, digital streaming, TikTok mpaka YouTube. Jina lao bado linasikika. Leo tunamzungumzia mmoja wao. Anaitwa Meja, lakini wengi wanamfahamu kama Okonkwo. Ni msanii ambaye amefanya watu wacheke, wafurahie maisha, waimbe, wacheze na hata kutafakari kupitia mziki wake. Lakini nyuma ya tabasamu hilo kuna safari ndefu ya maisha, safari ya umaskini, kukataliwa, kupambana na hatimaye kuwa mmoja wa wasanii wanaoheshimika zaidi nchini Kenya. Kwa nini hadi leo bado anapendwa? Kwa nini hata vijana waliozaliwa miaka mingi baada ya kuanza kwake bado wanajua nyimbo zake? Na siri yake ya kubaki relevant ni ipi? Karibu kwenye Msanii Moto ndani ya Moto TV Kenya, ikiwa hiki ndicho kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani Afrika Mashariki. Jina langu Ogaro Brian Osoro. Hakikisha kwamba umepata kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare. Turn on notifications ili usikose tunapopost chochote ndani ya Moto TV Kenya. Tufuate kwenye mitandao yote ya kijamii @Moto TV Kenya. Naam, leo hii tumekuletea makala maalum inayomzungumzia mmoja wa wasanii ambao wameacha alama kubwa katika historia ya muziki wa Kenya. Ni msanii ambaye amejenga jina lake bila kujifanya mtu mwingine. Hakubadilisha lafudhi yake, hakukimbilia kuiga muziki wa nje. Badala yake alichukua shengi ya mitaani, akaiweka studio na kuigeuza kuwa biashara yenye mafanikio makubwa. Huyo si mwingine bali Meja aka Okonkwo. Katika makala hii tutachambua maisha yake yote. Tutaanzia kuzaliwa kwake, tutafuatilia safari yake ya muziki, tutazungumzia changamoto alizokutana nazo, tutachambua collaborations zake, tutagusia familia yake kidogo, tutazungumzia ile tumbler ambayo karibu kila shabiki amezoea kuiona mkononi mwake. Tutachunguza jinsi alivyofanya kazi na kampuni kubwa kama Safaricom na bidhaa nyingine mbalimbali. Na mwisho tutajibu swali moja muhimu: kwa nini Meja bado ni mmoja wa wasanii wanaopendwa zaidi nchini Kenya? Twende pamoja. Maisha yake utotoni. Meja alizaliwa kwa jina Meja na Meye Hadija. Jina Meja ndilo baadaye lilikuja kubadilika kuwa Meja ya double J, sio Meja ya kizungu Meja. Alizaliwa mwaka 1986, 1986. Lakini maisha yake hayakuwa ya kifahari. Alikulia katika mazingira ambayo vijana wengi wa mitaani wanayafahamu vizuri. Hakukuwa kwenye nyumba kubwa, hakulelewa kwenye maisha ya anasa. Aliishi maisha ya kawaida kabisa. Mama yake ndiye aliyekuwa nguzo kubwa katika maisha yake. Ndiyo maana mara nyingi utamsikia akijitambulisha kama mtoto wa Hadija. Hilo si neno la kawaida. Ni namna ya kuonyesha heshima kwa mwanamke aliyempigania maisha tangu akiwa mdogo. Kwa mujibu wa simulizi mbalimbali alizowahi kutoa kwenye mahojiano, mama yake ndiye aliyekuwa chanzo kikubwa cha maadili na moyo wa kutokata tamaa. Kukua mtaani kuna sheria zake. Unaweza kuharibika, unaweza kuokoka, unaweza kuwa mhalifu, unaweza kuwa msanii. Kwa Meja, mtaa ulimfundisha lugha, ulimfundisha watu, ulimfundisha tabia, ulimfundisha kuchekesha na ulimfundisha namna ya kusimulia hadithi. Ukisikiliza nyimbo zake nyingi, utakuta haimbi tu vitu vya kufikirika. Anaimba kuhusu landlord, anazungumzia wanawake, anasimulia maisha ya maboi, anaongelea marafiki, anazungumzia pombe, anasimulia maisha ya kawaida kabisa. Ndio maana mashabiki wake wengi husema Meja anaimba maisha yetu. Na huo ndio umekuwa mtaji wake mkubwa. Pengine tuangazie alivyoanza kupenda muziki. Kama vijana wengi wa Nairobi, hakuwahi kuota kuwa siku moja atakuwa mmoja wa wasanii wakubwa nchini. Mwanzo ulikuwa ni kupenda muziki, kupenda freestyle, kupenda kuandika mashairi, kupenda kuburudisha marafiki. Taratibu akaanza kutambua kuwa kipaji chake kilikuwa tofauti. Hakutegemea sauti kubwa, hakutegemea kuimba kama mwanamuziki wa R&B.
Nguvu yake ilikuwa maneno. Alijua kucheza na lugha. Alijua kutunga mistari ambayo mtu anaweza kuikumbuka kwa miaka mingi, na hiyo ndiyo ikawa silaha yake. Mwanzo wa safari yake, kabla ya umaarufu, kulikuwa na kukataliwa, kulikuwa na kutafuta studio, kulikuwa na kukosa pesa, kulikuwa na kutafuta nafasi, lakini hakukata tamaa. Aliendelea kuamini kuwa siku moja jina lake lingejulikana, na kweli siku hiyo ilifika, lakini haikuwa kwa bahati, ilikuwa ni matokeo ya uvumilivu. Sasa tuangazie kuingia kwenye muziki Khalif Records na kuanza kung'aa. Katika tasnia ya muziki wa Kenya, kuna wasanii wengi waliowahi kuwa na vipaji vikubwa, lakini hawakupata mtu wa kuamini. Kwa Meja, hatua ya kwanza haikuwa rahisi hata kidogo. Akiwa kijana, alianza kushiriki katika mashindano mbalimbali ya vipaji. Alitaka kuthibitisha kwamba uwezo wake haukuwa wa kuwachekesha marafiki wa mtaani pekee, bali ulikuwa unaweza kuwafikia Wakenya wote. Inaelezwa kuwa ushiriki wake katika mashindano ya vipaji ulimfungulia milango ya kukutana na watu waliokuwa tayari kuwekeza kwenye kipaji chake. Hapo ndipo safari yake ilipoanza kubadilika. Lakini bado kulikuwa na swali moja. Je, nani angeweza kumsaidia kuingia rasmi kwenye tasnia ya muziki? Mwanzoni mwa miaka ya 2000, muziki wa Kenya ulikuwa unapitia kipindi cha mageuzi makubwa. Kulikuwa na studio moja ambao karibu kila msanii wa genge alitamani kufika. Hiyo ilikuwa ni Khalif Records. Studio hiyo chini ya mtayarishaji Clemo iliwapa nafasi wasanii wengi waliokuja kutawala muziki wa Kenya. Meja alipata nafasi ya kujiunga na familia hiyo, na hapo ndipo historia ilipoanza kuandikwa. Khalif haikumfundisha tu kurekodi nyimbo, ilimfundisha nidhamu, ilimfundisha namna ya kujenga chapa ya msanii, na muhimu zaidi, ilimpa jukwaa ambalo lingeweza kumfanya atambulike nchi nzima. Kuna jambo moja ambalo lilimtenganisha Meja na wasanii wengi. Hakujaribu kuimba kama wengine, hakujaribu kuwa mkali kwa matusi, hakujaribu kuonekana gangster. Aliamua kuwa yeye mwenyewe. Alichukua sheng ya Nairobi, akachukua ucheshi, akachukua hadithi za maisha ya kawaida, akazichanganya na midundo ya genge. Matokeo yake yakawa muziki ambao ulikuwa rahisi kuelewa, rahisi kuimba na rahisi kukumbuka. Ndiyo maana hata leo ukiweka baadhi ya nyimbo zake za zamani, watu bado wanaimba kila mstari bila kusahau. Katika hatua za mwanzo za safari yake, Meja alihusishwa na kundi la Ghetto Clan ambalo lilitoa nafasi kwa vipaji vya vijana kutoka mazingira ya mitaani. Kupitia kundi hilo, alipata uzoefu wa kufanya kazi kama timu, kuandika mashairi na kupanda majukwaani. Ingawa hakukaa humo kwa muda mrefu kama wengine, uzoefu alioupata ulimjenga na kumwandaa kwa hatua kubwa zilizofuata. Ni kipindi kilichomfundisha kuwa mafanikio ya kweli hayaji kwa haraka. Miaka hiyo muziki wa Kenya ulikuwa na ushindani mkubwa. Kulikuwa na majina makubwa kama Jua Kali, Nonini, Nameless, Issa ambaye alikuwa ameacha historia kubwa, pamoja na kizazi kipya kilichokuwa kinaibuka. Kwa msanii mpya kupata nafasi ya kusikika kwenye redio haikuwa kazi rahisi. Lakini Meja hakupambana kwa kupiga kelele. Alipambana kwa ubunifu. Aliandika nyimbo ambazo zilizungumza maisha ya kila siku. Ukisikiliza kazi zake utaona alikuwa hasimulii hadithi za kifahari. Alikuwa anazungumzia mpangaji na landlord, vijana wa mtaani, mapenzi ya kawaida, marafiki, changamoto za maisha. Na hapo ndipo Wakenya walipoanza kuona huyu ni mmoja wetu. Nyimbo zilizomtoa. Kila msanii huwa na wimbo unaomfungulia mlango. Kwa Meja haikuwa hiti moja pekee. Aliendelea kutoa nyimbo ambazo zilipenda mfululizo. Baadhi ya kazi zake zilizotikisa ni pamoja na Jana Kuliendaje, Kwani Jana Kuliendaje, Landlord, Siski, Niko Poa, Utawezana, Tabia za Wakenya, Nairobi, pamoja na collaborations nyingi zilizoteka soko. Kilichowashangaza wengi ni kwamba hakubadilisha utambulisho wake. Alibaki kuwa Meja yule yule. Hakukimbizana na trends kila siku. Badala yake aliwafanya watu wazoee muziki wake. Baada ya kujijengea jina kama Meja, mashabiki wakaanza kumuita kwa jina lingine, Okonkwo. Jina hilo likawa sehemu ya brand yake. Leo ukisema Okonkwo, mashabiki wengi wa muziki wa Kenya wanajua moja kwa moja
unamzungumzia nani? Ni mfano wa jinsi alivyojenga utambulisho ambao hauhitaji maelezo marefu. Brandi yake imekuwa kubwa kuliko jina lake la kuzaliwa. Kwa nini alianza kupendwa? Watu wengi hudhani mashabiki walimpenda kwa sababu ya ucheshi wake pekee, lakini ukweli ni tofauti. Meja alileta kitu ambacho hakikuwepo hapo awali. Aliifanya lugha mtaani kuwa sanaa. Aliwafanya watu waone maisha yao kwenye nyimbo. Aliwafanya hata watu wazima wafurahie mziki ambao hapo awali ulionekana ni wa vijana pekee. Na hilo ndilo lililompa nafasi ya kujenga mashabiki kutoka karibu kila kona ya Kenya. Je, umaarufu ulimbadilisha? Baada ya mafanikio kuanza kuja, wengi walidhani angebadilika. Lakini kwa miaka mingi Meja ameendelea kuonekana kama mtu wa kawaida. Anaongea kwa unyenyekevu, anacheka na mashabiki, anatumia lugha ile ile ya mtaani iliyomtoa. Na hilo limewafanya watu wengi waamini kwamba bado hajajitenga na jamii iliyomlea. Pengine ndiyo maana mpaka leo bado anaungwa mkono na mashabiki wa zamani pamoja na kizazi kipya. Sasa tuangazie familia, the council, collaborations, brands na siri ya kuwa relevant. Kuna msemo unaosema kupanda ni rahisi, lakini kubaki juu ndiko kugumu. Katika mziki tumewaona wasanii wengi wakitoa nyimbo zinazotikisa kwa mwaka mmoja au miwili, kisha wanapotea kabisa kwenye ramani. Lakini kwa Meja hadithi imekuwa tofauti. Tangu alipojitambulisha rasmi katika tasnia ya muziki wa Kenya, ameshuhudia mabadiliko makubwa. Muziki umehamia kutoka CD na DVD hadi kupakuliwa kwenye simu, kisha kwenye YouTube, Spotify, Apple Music na TikTok. Licha ya mabadiliko hayo yote, jina lake limeendelea kusikika. Hilo si jambo la bahati, ni matokeo ya kujua wakati wa kubadilika bila kupoteza utambulisho wako. Baada ya kujijengea jina kama msanii binafsi, Meja alijiunga na Madrax na Kid Kora kuunda kundi lililokuja kujulikana kama The Council. Hili halikuwa kundi la kawaida, lilichanganya vipaji vitatu tofauti. Madrax alikuwa na ubunifu wa kipekee, Kid Kora alikuwa na mtindo wake, Meja alikuwa msimulizi wa hadithi za maisha ya kila siku. Walipounganisha nguvu zao, walitoa nyimbo zilizotikisa Kenya na Afrika Mashariki. Kundi hilo liliwapa mashabiki burudani iliyokuwa na mchanganyiko wa ucheshi, ujumbe na midundo ya kisasa. Ingawa baadaye kila mmoja aliendelea na safari yake, The Council ilibaki kuwa sehemu muhimu ya historia ya muziki wa Kenya. Meja na collaborations. Kama kuna jambo moja ambalo Meja amelifanya vizuri sana, ni uwezo wa kufanya kazi na wasanii wa vizazi tofauti. Wakati baadhi ya wasanii hukataa kushirikiana na wasanii chipukizi kwa hofu ya kupitwa na wakati, Meja amefanya kinyume chake. Ameshirikiana na wakongwe, ameshirikiana na kizazi cha kati na ameshirikiana na vijana wanaoanza safari yao. Hii ndiyo sababu utaona jina lake likitokea kwenye nyimbo za wasanii wa miaka tofauti. Amefanya kazi na majina kama Jua Kali, Madrax, Kid Kora, Femi One, Bensoul, Trio Mio, Sauti Sol, Khaligraph Jones na wasanii wengine wengi. Hapa kuna somo muhimu. Meja hashindani na vizazi vipya, anavikumbatia. Na kwa kufanya hivyo anawafanya mashabiki wapya wamgundue upya kila baada ya miaka michache. Na kwa kufanya hivyo anawafanya mashabiki wapya wamgundue upya kila baada ya miaka michache. Swala la familia. Tofauti na baadhi ya mastaa wanaoweka kila jambo hadharani, Meja amekuwa akichagua kulinda sehemu kubwa ya maisha yake binafsi. Ndiyo, amewahi kuzungumzia kuhusu kuwa baba na umuhimu wa familia, lakini mara nyingi ameeleza kuwa si kila kitu kinapaswa kuwekwa kwenye mitandao ya kijamii. Hilo limewafanya wengi waendelee kuwa na hamu ya kujua zaidi kuhusu maisha yake, lakini pia limempa nafasi ya kuishi maisha ya kawaida nje ya muziki. Katika dunia ambayo kila kitu kinawekwa mtandaoni, kuchagua kuwa na mipaka ni uamuzi ambao si wasanii wengi wanaoweza kuufanya. Ndoa na mahusiano. Kwa miaka mingi jina la Meja limewahi kuhusishwa na mahusiano mbalimbali yaliyovutia hisia za mashabiki. Baadhi ya taarifa zilizothibitishwa na wahusika, nyingine zilibaki kuwa uvumi. Hata hivyo, jambo moja limebaki wazi. Meja amekuwa akijitahidi kutenganisha maisha yake ya mapenzi
na kazi yake ya muziki. Pengine ndio sababu muziki wake umeendelea kuzungumziwa zaidi kuliko maisha yake binafsi. Kama kuna kitu ambacho mashabiki wa Meja hukiona mara kwa mara, ni ile tumbler anaopenda kubeba. Kwa wengi imekuwa sehemu ya utambulisho wake. Wapo wanaodhani ni mtindo wa maisha, wapo wanaiona kama sehemu ya brandi yake. Lakini jambo moja halina ubishi. Ukimwona Meja akiwa jukwani au kwenye mahojiano akiwa na tumbler yake mkononi, wengi hutambua mara moja kuwa huyo ni Okonkwo. Katika ulimwengu wa branding, vitu vidogo kama hivyo vinaweza kuwa sehemu ya utambulisho wa mtu. Sasa pengine tuangazie biashara za makampuni makubwa. Umaarufu wa msanii haupimwi kwa nyimbo pekee. Unapimwa pia kwa kiwango ambacho makampuni makubwa yanamwamini. Kwa miaka kadhaa, Meja ameshiriki katika kampeni za biashara, matangazo na ushirikiano na kampuni kubwa ikiwemo Safaricom pamoja na chapa nyingine zilizotumia ushawishi wake kuwafikia Wakenya. Hii inaonyesha jambo moja: makampuni hayaoni tu msanii, yanaona brand. Na brand ya Meja imejengwa kwa miaka mingi ya kuaminika, lugha safi ya mitaani na uwezo wa kuwafikia watu wa rika mbalimbali. Sasa tufike kwenye swali kuu. Kwa nini mpaka leo baada ya karibu miongo miwili kwenye muziki, Meja bado anazungumziwa? Jibu si hit songs pekee. Ni mchanganyiko wa mambo kadhaa. Kwanza, hajawahi kuiga mtu. Pili, anajua hadhira yake. Tatu, ana uwezo wa kubadilika kadri muziki unavyobadilika. Nne, hashindani na vijana bali anafanya kazi nao. Tano, nyimbo zake zina hadithi ambazo haziumizwi na wakati. Ukisikiliza Landlord leo bado unaweza kucheka. Ukisikiliza Jana Kuliendaje bado unaweza kujikuta unaimba bila kulazimishwa. Hiyo ndiyo nguvu ya muziki unaotokana na maisha halisi. Kwa nini Wakenya wanampenda Meja? Meja hajajenga jina kwa kuigiza maisha ya utajiri. Amejenga jina kwa kuonyesha maisha ambayo Wakenya wengi wanayaishi kila siku. Anaongea kama watu wa kawaida, anatania kama watu wa kawaida, anaimba kuhusu mambo ambayo karibu kila familia imewahi kuyapitia. Ndio maana mashabiki wake wanatoka kila sehemu, kuanzia vijana wa Gen Z, millennials mpaka watu waliokuwa wakisikiliza genge miaka ya 2000. Kwa kifupi, Meja si msanii wa kizazi kimoja, ni msanii aliyefanikiwa kuvuka vizazi. Kuna swali ambalo kila shabiki wa muziki wa Kenya anapaswa kujiuliza. Ni nini hasa kinachomfanya msanii adumu? Je, ni sauti yake nzuri? Je, ni fedha? Ni video za gharama kubwa? Au ni umaarufu wa ghafla? Safari ya Meja inaonekana kutupa jibu tofauti. Ametuonyesha kwamba msanii anaweza kudumu kwa miaka mingi ikiwa atabaki kuwa halisi. Hakulazimisha kuwa mtu ambaye si yeye. Hakukimbizana na kila mtindo mpya ulioibuka. Badala yake, aliendelea kuamini kile kilichomtofautisha tangu mwanzo: kusimulia maisha ya kawaida ya Mkenya kwa lugha ambayo watu wanaielewa. Katika ulimwengu wa muziki ambapo kila siku kuna msanii mpya, kubaki juu kwa zaidi ya miaka 20 si jambo la kawaida. Na hilo ndilo lililomfanya Meja kuwa mmoja wa wasanii muhimu katika historia ya muziki wa Kenya. Huenda siku moja Meja ataamua kupunguza shughuli za muziki. Huenda siku moja hatatoa nyimbo mara kwa mara. Lakini swali ni, je, mchango wake utaendelea kuishi? Jibu linaonekana kuwa ndiyo. Kwa nini? Kwa sababu ameacha zaidi ya nyimbo. Ameacha mtindo, ameacha lugha, ameacha namna ya kusimulia hadithi. Ameonyesha kwamba unaweza kutumia sheng ya mitaani na bado ukatengeneza muziki unaoheshimika, unaochezwa redioni, kwenye televisheni, kwenye harusi, kwenye sherehe na hata kwenye majukwaa makubwa ya kimataifa. Pia amefungua njia kwa wasanii wengi vijana kuona kwamba si lazima waige mitindo ya nje ili wakubalike. Unaweza kuwa Mkenya, ukabaki na utambulisho wako na bado ukafanikiwa. Safari ya Meja ina mafunzo mengi. Funzo la kwanza, usikate tamaa kwa sababu mafanikio hayaji kwa siku moja. Funzo la pili, jenga chapa yako ama brandi yako. Watu wanapaswa kukutambua kwa kitu cha kipekee, iwe ni sauti yako, lugha yako, mtindo wako au namna unavyowasiliana. Funzo la tatu, heshimu mashabiki wako. Wao ndio waliokufanya uendelee kuwepo. Funzo la nne,
Kubadilika si kusaliti utambulisho wako. Unaweza kuendana na wakati bila kupoteza kile kinachokufanya uwe wa kipekee. Funzo la 5: usione wasanii wachanga kama tishio, wafanye washirika. Ukifanya hivyo, utaendelea kufikiwa na vizazi vipya. Je, Meja ndiye meja mkubwa wa muziki wa Kenya? Mjadala huu utaendelea kuwepo. Kila mtu ana orodha yake ya wasanii bora, lakini kuna jambo ambalo ni vigumu kulipinga. Meja ameandika jina lake katika historia ya muziki wa Kenya. Ameshuhudia mabadiliko ya tasnia, amehimili ushindani, amevuka vizazi, na bado kila anapotoa kazi mpya Wakenya husikiliza. Hilo peke yake limeonyesha uzito wa jina lake katika tasnia. Mwisho wa yote, safari ya Meja aka Okonkwo ni simulizi ya kijana aliyekulia katika mazingira ya kawaida, lakini akaamua kutumia kipaji chake kubadilisha maisha yake. Hakutoka katika familia tajiri, hakupata mafanikio kwa njia rahisi. Alijenga hatua kwa hatua, kwa uvumilivu, kwa ubunifu na kwa kuamini kile alichokuwa anakifanya. Leo hii jina lake ni sehemu ya historia ya muziki wa Kenya, na huenda miaka mingi ijayo watu bado watakuwa wanacheza na kuimba nyimbo zake huku wakikumbuka mchango wake katika kukuza muziki wa genge na burudani ya Kenya. Na ndio maana leo kwenye Msanii Moto tumempa heshima anayostahili. Na hapo ndipo natamatisha kwenye kitengo cha Msanii Moto ndani ya Moto TV Kenya, ikiwa hiki ndicho kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani Afrika Mashariki. Na sasa ningependa kusikia kutoka kwako mtazamaji. Je, wewe unapenda wimbo gani wa Meja aka Okonkwo? Je, ni Jana Kuliendaje, Landlord, Siski au wimbo mwingine unaoupenda zaidi? Tuandikie kwenye sehemu ya maoni. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare video hii ili watu wengi zaidi waweze kuiona. Washa kengele ya notifications ili usikose makala zetu zijazo, na utufuatilie kwenye mitandao yote ya kijamii kupitia Moto TV Kenya. Jina langu Ogara Brian Osoro, na hii ni Moto TV Kenya, kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani Afrika Mashariki. Asante kwa kutazama, tukutane tena kwenye kipindi kingine cha Msanii Moto.